you'll meet us in the streets. Katika mswada wa fedha ni kwamba mjadala unaendelea kuhusu ugavi wa rasilimali umechukua mkondo mpya baada ya wandani wa Rais William Ruto katika eneo la Ukambani kutoa wito wa kutumika kwa mfumo wa ukubwa wa kimaeneo katika ugavi wa rasilimali. Mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai anataka mfumo wa one man one vote one shilling kuwa mfumo wa one man one shilling one kilometer. Kulingana naye, eneo la Kitui halina idadi kubwa ya watu, hivyo mfumo huo wa naibu wa rais Rigathi Gachagua huenda ukalifanya eneo zima la Ukambani kupokea mgao kidogo wa rasilimali za kitaifa. Wakenya kuwa unaolenga kuwakandamiza. Pesa itagawa katika nchi yetu, sisi kama watu wa Kitui, na najua ndugu zetu wa Coast na ndugu zetu wa Northeastern, hapa sisi tumekataa mambo ya one man one shilling. Sisi tunasema 1 kilometer 1 shilling, kwa sababu hiyo ndio inaweza tusaidia, na hatutakubaliana na hiyo mambo ya one man one shilling. Sisi mambo yetu, kwa sababu tumekaa sparsely populated na tuko na nchi kubwa, na Northeastern kuko hivyo, na Coast ukienda kuko hivyo. Na nataka tuelimisha watu wetu wajue kwamba hiyo ikifanyika katika mgao wa pesa ambao zinakuja county yetu ya Makueni itapoteza 658 million. Itakuwa ni minus. County ya Machakos itakuwa ni minus 1.2 billion. County ya Kitui itakuwa ni minus 770 million. Na kwa hivyo we cannot have a formula ya kugawa rasilimali za serikali ambayo ina disadvantage watu. Hivi tunavyoongea leo, kuna constituency ambazo ziko na watu wengi ndio, lakini ukiangalia mambo ya stima wako na 100% electricity. Primary school zote ziko na electricity. Kila boma iko na electricity. Sasa ukisema wale ambao ni wengi waongezewe pesa, wakiongezewa pesa ya stima, wataenda kuweka wapi ama wataenda kuweka stima kwa choo? Tunaelewana ama tuelewani? Ndio maana nimesema kwa bunge na nazidi kusema hapa, formula ya ugawi wa pesa ndio izingatie population, lakini vile vile izingatie hali ya maendeleo na umaskini. Na sasa tuangazie mswada wa fedha ambapo baadhi ya wabunge wa Kenya Kwanza